Ni tarehe 12 mwezi wa 4 2006 ambapo Lucy alijitahidi sana kutafuta mtoto, na ndipo alipokata tamaa, lakini tarehe hiyo ikawa ni siku ya baraka kwake. Kwa bahati mbaya, Lucy mume wake alikufa kipindi yeye ni mjamzito. Kwa hivyo Lucy alijitegemea kama single mother. Majirani zake walifurahi sana kwa sababu Lucy alihisiwa kuwa ni tasa, lakini alipata mtoto aloitwa John. Kama wasemavyo wahenga, Mungu akunyimi kila kitu. John, mtoto wa Lucy, aliozaliwa tarehe 12 mwezi wa 4 2006, alikuwa kijana mwenye akili za kushangaza kwa sababu akiwa na umri wa miaka 6 tu alianza kutengeneza radio, TV, hivyo akawa msaada pale mtaani. Mama yake John, baada ya kuona kipaji cha mtoto wake, alikuwa mwanamke mwenye akili sana. Alijitahidi, alifanya kila aina ya kazi, kufua nguo za watu, kufanya kazi zozote ambazo angeweza kufanya kwa sababu ya mtoto wake, kwenda sokoni, kufanya vitu vingi ili kuhakikisha mwanae anatimiza ndoto. Mama yake John alikuwa na malengo makubwa na mwanae. John alizidi kumshangaza mama yake na watu wengine waliomfahamu, kwa sababu aliweza kutengeneza taa yake ambayo ingemfanya asome hata nyakati za usiku, na ikiwa kijiji chote kilikuwa kina umeme, lakini John alikuwa ni mtu mwenye akili, genius. John alishangaza wana kijiji wa mtaani kwake. Walikuwa wanamshangaa sana kwa sababu ni kijana wa tofauti, yani ni zaidi ya akili. Ndio maana story inaitwa The Lucky Boy. John aliweza kuwekea wana kijiji taa ambayo ingeweza kuwasaidia kufanya shughuli zao ndogo ndogo. Wana kijiji wakabidi wamshauri mama yake kwamba kijana huyu ni wa kwenda kusoma, kijana huyu ni genius. Hivyo mama yake John akafanya kila analoweza, akampeleka mtoto wake shule nzuri kwa kuwa alishaanza kujipanga mapema ili mwanae apate elimu nzuri na aje awasaidie. Hivyo John alipelekwa moja kwa moja shule nzuri iliyopo katika nchi kubwa hapa Afrika. Na hata John alipofika huko shuleni aliendelea vile vile, na kila mtu alimpenda na alipata marafiki wengi kwa sababu alionekana huyu ni genius. Walimu pia walishangaa uwezo wake mkubwa John. Siku moja kamera za shule zilipata shida, ikawa hazionyeshi chochote, wakahisi labda wamewakiwa. Kwa hiyo wakamtafuta John na John aliweza kusolve ile tatizo. Hapo alipata marafiki wengi zaidi kwa sababu kila mwanafunzi anahitaji kufaulu vizuri. Hata hivyo John alimaliza elimu yake alikuwa anaisomea akiwa amefaulu vizuri kabisa, na sasa anaanza maisha mapya. Sasa John yuko kwenye basi anarejea kijijini kwake kutoka katika nchi ambayo alikuwa anasoma. Na akiwa kwenye basi mawazo yake mengi ni juu ya familia yake na kijiji chake na nchi yake kwa ujumla, kwa sababu amefaulu vizuri na ana uhakika wa kazi. Sasa ni mpango gani John ataenda kufanya hapo kijijini? Usikose. Sehemu ya pili itafuata. Usiache kulike, kusubscribe na kuweka alama notification, pia kucomment. Msimulizi wako ni mimi Mick Allen na story imeandikwa na mimi Mick Allen. Asante kwa kutazama story hii ya The Lucky Boy.